kauli anasema atapoa, ataonekana hajafiti. Lakini kwa sababu kama akizembea, asipowajibika kufanya yale ambayo yalipaswa afanye kwa wakati huo. Bwana asifiwe sana. Hapo naomba tusome. Fungua Mithali ile sura 10 mstari wa 4. Mithali 10 mstari wa 4. Amina. Sio mimi, ni Biblia. Yule anayefanya kwa mkono mlegevu, yule anayefanya ili mradi, yule anayefanya kwa sababu wengine wanafanya, yule anayefanya cha msingi nionekane na mimi nimefanya ili mradi tu nitimize ratiba, atakuwa maskini. Mambo yake hayatamtokea. Lakini afanyaye kwa atakayefanya kwa bidii, kuna vitu vitatokea kwa ajili ya kujaziliza pale ambapo yupo au kwenye hatua ile aliyopo. Kwa hiyo sisi sasa ni wanafunzi. Tukiwa wanafunzi, our primary objective ni kusoma. Kwa hiyo katika ile primary objective yetu, unajua kama mtu akiwa chuo ana malengo mengi sana. Ingine tutaona hapo. Lakini primary objective au lengo lake la kwanza ni kusoma. Kwa hiyo vile ambavyo anakuwa hajatia bidii au hajafanya kama inavyotakiwa, kitakachotokea kwake atafeli. Hiyo haina muujiza au Mtakatifu fulani. Hii inaweza kutokea, lakini Mungu naye atakukuta kwenye bidii. Vile unasoma inaweza kupelekea vile unafaulu. Kila kiwango una invest kwa masomo yako, ndivyo vitu vinaweza vikapelekea how you score will depend on your effort to study. Amina. Ongea na vile mwanafunzi anavyoinvest mambo yake, anavyoinvest kwenye shule, kile kilichomleta shule, vile anavyopambana kusoma, vile sivyo leo anatafuta msaada ili aeleweshwe, ndivyo ambavyo itamfanya yeye afanye vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema nyakati za utandawazi, tukoneni kidogo. Kwa hiyo uzembe kwenye masomo unatokea. Most of people, they have been invested and they concentrating much on social network than study. They pay a lot of time to check on social network than to invest on their study. Watu wengi wamewekeza vitu kwanza kwa mitandao ya kijamii. Mtu yuko na hata ilibidi anunue notes, yuko razi anunue bando aingie TikTok kuliko anunue notes. Concentrate money. Yaani kile ile primary objective yake anaisubstitute na vitu ambavyo sio vya msingi. Lengo kuu linakuwa linapewa badala na vitu ambavyo sio vikuu. Kwa hiyo anajikuta muda wake mwingi anaupoteza kwenye hivyo vitu, lakini spidi yake ya kusoma ni ndogo sana. Hivyo basi imeonekana kwamba watu wa Mungu wengi wanafanya vibaya. Yaani hiyo ndivyo tunavyosema. Unasema Yesu, unanishuhudia mbona jipelea hapa? Unafikisha ni pote tano, unaniambia nini? Mwenye tunakushinda sio kwa nadhani. Unaona? Kumbe vitu vingine tunamfanyisha ni Yesu mzee wetu. Kutulia kwenye meza ile uliyokuwa unasoma zamani ile kama uko shule ile uliyokuwa unapambana mpaka niende chuo au mpaka niingie advance ile ngoma sasa hivi ishaitolewa mwenyewe na wewe. Sasa hivi nasema basi tuache nifanye. Unafanya nini? Ndio maana sio yuko hivyo. Ukipambana hiyo kwamba unainuka. Ukikaze hiyo unainuka hata kushangaa. Yule jamaa amekuwa. Hapo ndio kuna mjinga fulani mkubwa sana. Mtu akiwa anasoma watu wanamjua. Si anasomea kijiji huyu. Mwenzie alikuwa anasomea kijiji. Kwanza kijiji changu shakwambia hapo anayeinuka. Hata kama chombo ni mfano kwa nje ni bovu. Si ndio hata kwa sawa. Kwa hiyo soma kwa juhudi yako vitu vya jamii fulani ambavyo vilikuwa vinaleka na wao na wengine tunaanza kuvifahamu. Zamani mimi nikiwa mdogo sijui kutumia smartphone, ilikuwa
nikimwona Masai naanza kushangaa. Nimetokea Mbeya na kabila langu ni Msafu, naomba nimalizie. Kwa hiyo nikiona Masai nilikuwa nashangaa. Kwa nini? Kwa sababu hawaonekani. Lakini sasa tunaona Safari Channel kwenye mitandao wala wameweka, kwani mtandao ni watu wa kawaida. Kwa hiyo globalization ni kuviweka vitu vionekane vya kawaida. Hata vile zote vile vilikuwa sensitive sana, inaonekana kuwa vya kawaida. Zamani kienda mahali fulani kusoma, unakuta wakabila tu ndio wamejaa mahali. Lakini sasa hivi hata ukienda shule ya kijijini namna gani ya serikali, kidumu na mfagio, utakuta kuna wageni wapo. Zamani walimu wengi walikuwa wanakuwa ni ndani ya mkoa huo, wengine na kabila hilo hilo ndio wanafundisha watu wao. Lakini sasa kuna mwingiliano mwingi sana, kuna mwingiliano mwingi sana. Kwa hiyo ule mwingiliano uliopo, kwanza umesaidia kuiweka dunia kwa namna fulani ya kuelewa. Mimi nafurahi kama una shule ya utandawazi sijui mwenyewe. Siona hapa hii mambo bila utandawazi hapa. Mahali mpaka unajaza, unaweza kujaza masomo yani ukihesabu peji za Biblia zidisha mara moja. Lakini hii hata mzigo mmoja hapo unaweza kubeba vitu 500. Kwa hiyo nini? Ni utandawazi. Kwa hiyo utandawazi sio kitu kibaya. Sio kitu kibaya, ni kitu kizuri kwa sababu kinatusaidia sisi kuifahamu dunia na kufahamu mambo yanavyoenda kama inavyotakiwa. Na utandawazi tunauelewa vizuri kulingana na mazingira. Kwa nini ndugu zangu wa sekondari? Kwa sababu ni najua na watu nyingi kukutana taniko. Ile TV yale ma TV unayoangalia yale ndio nayo ni sehemu ya utandawazi tunavyozungumzia. Si mmeona utanda wazi, maana utanda ulio wazi, eneo hilo wazi, vitu vingi vinaibuliwa kutoka kwenye kificho na kuja kwenye kueleweka. Sawa? Kwa hiyo vinapokuwa viko kwenye hali hiyo, vinatufanya sisi tuangalie vitu ambavyo vya maana. Mnaangalia tamthilia, mnaangalia TV, TV, mnaangalia vingine mpira sijura, ile utandawazi unaanza kuvichua vitu vya maeneo mengine hata ukiwa sehemu nyingine. Ndio maana wanaweza kaweka tamthilia Azam wameweka pale. Wote mnafuatilia hii moja Tanzania nzima. Mpira unachezwa sehemu moja dunia nzima mnaona. Kwa hiyo inatufanya tuonekane ni kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika somo hili tutazingatia sana kwa upande wa elimu ili kumfanya mwanafunzi athari zipi mbaya za utandawazi na athari zipi nzuri za utandawazi na jinsi gani aepuke athari mbaya kupitia athari nzuri. Namna gani replace vitu vya hovyo na vitu vya maana. Tunajifunza pia kwa sababu kipindi hiki kina vitu vya hovyo vingi sana. Kwa hiyo tunajifunza utandawazi kwanza. Sababu ya kujifunza utandawazi, kwa nini tueleweshane na tuconnect na elimu haya mambo ya utandawazi? Ni kwa sababu moja, maadili yameporomoka, maadili ya kielimu kuanzia shule za chini mpaka vyuo vikuu. Maadili yameporomoka. Na wakati mwingine taasisi mbalimbali za kishenzi na kishetani zimechangia maadili kuporomoka katika hayo mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Maadili yameporomoka na vitu utandawazi umesababisha maadili yaporomoke. Ndio maana tunajifunza hii sasa, how we can overcome those challenges. Kwa hiyo watu wanapokuwa kwenye hata wenda mimi nafundisha kitakujua maadili yameporomoka, hata hapo tuko kamili. Ndio kuna mtu hapo wale anaendelea na church na mfundisho wako. That's why you can identify all that. Tuko hapa au tuko kanisani. Mwambie ukisoma naomba utafute sawa. SMS 25 30. Tuko hapa. Kama mtumishi wa Bwana anasoma neno kwenye simu, kumbe yani asharudi mkwao, mtu wa classmate wake washaanza kuwasiliana. Kwa hiyo that's the picture. Maadili kufanya nini? Kuporomoka, mambo kushuka chini, mambo kudelay.
Wakati nasoma kulikuwa na namna fulani. Mwalimu yupo. Mwenye nilikuwa against hatari. Wewe ndio unafikia. Pamoja na usumbufu wako. Mimi Yesu tu kanitengeneza, hapa Yesu kanihurumia. Yaani Yesu kanihurumia. Mpaka ile narudi kwa sekondari sasa. Yaani umeficha kasimka mpaka darasani. Hayatosha kukaficha nyumbani na mamako ajue wala babako ajue. Mpaka darasani. Yaani wewe ukiwa na kitu cha siri hautaelewa kinachoendelea. Utakuwa na kiwaza tu na kasimka. Siku ndio umeshika hela kubwa kuliko yote kama iko mfukoni. Nakwambia kama haina kishikizo cha nyuma utashonea. Sijikapotea na. Kwa hiyo na mtu akiwa kwenye mazingira kama ni mwanafunzi tayari moja kwa moja ana concentrate na kale kasimu aliko kakamata. Hataelewa chochote. Wewe mwenyewe siku uko na promise na mtu amekwambia tunaenda mahali fulani baada ya kipindi. Akili iko kule mnaenda. Huyu jamaa mlete, huyu jamaa anafundisha kwa muda mrefu. Si ana shida gani huyu? Unaconcentrate kwa kile ambacho unakitarajia ukifanya. Kwa hiyo hata vitu vya utandawazi vimeshika akili, vimeshika maarifa kuliko hata ile main purpose ya mtu kufanya. Hivyo vitu visivyoeleweka kuwahi kuangalia tamthilia nirudi nyumbani kumeshika akili za watu kuliko hata vile ambavyo wanatakiwa kusoma. Unaona? Navyozungumzia maadili kuporomoka, utandawazi umeshika vitu vya watu, umeshika maisha ya watu kuliko hata main goal, main objective, primary objective ya kwanza ambayo ni kusoma. Kwa sasa wewe primary objective yako ni kusoma, ndio maana uko shule. Ukishatoka hapo itaenda nyingine kwa sababu itakuwa umeshaitimiza, umeshaachia. Kwa hiyo utandawazi unafanya maadili ya poromoke hivyo na mwisho siku watu wanaanza kufeli. Kwa sababu mwanafunzi anatoka shule, anakuja nyumbani, anawaza episode niliyoishia jana ndio nataka kuendelea nayo. Kulikuwa na wanachuo kazi. Mimi hata mkoa walikuwa hata huko sijui mimi walikuwa. Zile movie zile nasikia za TV sio mpenzi sana hawa TV. Sijui labda walikuwa wanarusha matamthilia. Kila ikifika siku ilikuwa saa 3 ile. She stopped each and everything. Anaacha chochote cha msingi akaconcentrate na ile movie. Ameshakuwa affected. Maadili yake yanaanza kuelekea kwenye ile movie, not again to studies. Imekamata ile ufahamu wake. Kila anachowaza anawaza ile movie. Wewe mwenyewe sio unaangalia TikTok darasa. Takawa ni mkubwa. Kifika tu kwa hiyo funguo. Tunaona nguvu ya utandawazi hapo sasa. Wewe mwenyewe mtu mzima unaangalia TikTok na walimu wanapofundisha even though hata ibarani watu wana view status. Mbona hiyo? Yaani ile inakushika kuliko hata wewe mwenyewe. Ile inakuzidi nguvu. Wewe ni wewe lakini ile inakuzidi nguvu wewe. Unaona hiyo kitu? Kwa hiyo utandawazi inaonekana kitu naye kamata maeneo mengi. Hata maprofesa wengine wanavyo status pale pale. Hiyo ndio uone ilivyo hatari. Hata maprofesa. Mchungaji atakaa mchungaji yuko madhabahu na status nakwambia. Mambo yapo. Yuko madhabahu kwa status. Ni utandawazi imekamata. Haikuja kwa nia mbaya na tutaona uzuri wake sana kwenye tutafika mambo kwenye machache kupitia chapu tushapata majibu. Kwa hiyo ndio mwenyewe maadili lakini pia inasababisha yani utandawazi unajifunza kwa sababu ni chanzo cha kufaulu na kufeli. Ukiutumia vizuri unafaulu sana, ukiutumia vibaya unafeli sana. Ona smartphone lengo lake ni Google, upate material, upate nini, upate mambo mengi ya kutengeneza, usome notes, slide ulizotumiwa, usome vitabu, usome Biblia. Lakini smartphone ile ina ushetani mwingi ambao mwingine utakuja hata bila wewe kupanga. Unafungua tu data, unafungua Biblia, anakuja mapicha ya uchi. Yaani hata unayaita
yenyewe amekuja yenyewe. Mimi kwani nimesearch hivi vitu basi taka hapo yananijia. Kwa hiyo sasa mtu anapokuwa anahamia kwenye ile extra issue, yote ni vizuri, lakini si vyote vivavyo kwako. Unapokuwa kwenye extra issue, maana yake utainvest sana kuliko kuinvest kwenye main issue ambayo imekupeleka pale. Usipokuwa makini utakula simu yako ndio inakufelisha. Simu yako mwenyewe. Wewe ndio sila kimoja asemani sila sana. Inakufelisha mwenyewe ulioigharamia. TV yako mwenyewe. Hii ile yako unayoipenda babako kanunua na nini? Wanakununua la msende kwa majirani. Ile inaweza kusababisha ukafaulu au kufeli. Pale utakapo concentrate na kuliko concentrate na kitu ambacho kipo kwa sasa. Mimi misheni yangu ninayoifanya sasa na concentrate nayo, acha maelezo. Hicho kitu nasoma kweli. Kila muda nasoma kweli. Wanaweza asifiwe sana. Kwa unaanza kwa inaweza kusababisha ufaulu au ufeli. Lakini tunajifunza tunawaza kwa sababu wanafunzi wamewekeza kwenye mitandao kuliko kwenye kusoma. Students, they invested much on social network than studying. Wamewekeza sana kwenye mitandao. Nikiuliza mtu muda anaotoa kwa ajili ya mitandao, muda anaotoa kwa ajili ya kusoma tofauti. Yaani anajikuta muda mwingi anatumia na mitandao. Si ukiangalia apps iliyofanya kazi sana pale mbele, kuna zile favorite apps, kuna TikTok, Instagram, Facebook, ndio zinafuata. Wanategemea nini hapo? Yaani Mungu naomba jibu yangu haipandi, sitakuwa itashuka mpaka uone. Hiyo itashuka mpaka kuzimu sasa. Kama favorite apps zako ndio hizo. Yaani ukiangalia Google na WPS hajawahi, Microsoft hajawahi kuwa kwenye favorite apps. Hajawahi kuwa kwenye yale maeneo ambayo ndio zinatumika sana. Ila za mitandao ya kijamii, si Twitter, si nini, ndio zimejaa pale. Mama. Ajitafakari uone. Je, safari inafika? Na wewe una ndoto za kuwa best siku moja? Hapana. Nazungumza hivyo pia. Mwenye kwa kilaza, lakini Mungu anisaidie sikuwa kilaza sana. Mwenye nilianza darasa kwanza ilikuwa mwisho kati ya mwisho. Wao kushika na mwisho. Mimi kwa mwisho. Kumbuka yule mwalimu alinipa daftari na kalamu. Kaniambia kajifunze kusoma. Wala Mungu alitabiria zawadi. Hakuna mwingine aliyepewa zawadi wa mwisho usiku zaidi yangu. Darasa la kwanza. Nipewa zawadi wa mwisho. Hata kama kajifunze kusoma. Kwa sababu babangu alikuwa na watoto vichwa nao ndio watu wanapokea zawadi. Afu mimi wa mwisho. Kaambia haya. Yule mwalimu Mungu abariki kesha naye kwa amezeeka hata. Alinipa daftari na kalamu. Kajifunze kufanya, kajifunze kusoma. Lakini tunaenda kadri tunavyoendelea kwa somo, tutapata mifano mingi zaidi. Na kuanzia sasa, naomba nitangazane, anza kuandaa maswali yako. Hii somo ya elimu ina maswali mengi sana. Kadri tunavyoendelea utaona maswali. Anza kuandaa maswali yako. Wengine na watajia namba yako basi, kuna wengine wataniuliza mpaka nikiondoka. Na watu wengi wananiuliza kulingana pia hata even level of education, wakiangalia brother na kusaidia 1 2 3 4. Na wengine wale ndugu zangu ambao hawawezi kumiliki simu wataandika maswali yao hadi kwa hapo wataletea. Jumapili tutakuwa nikijibu maswali. Jumapili leo tutafundisha. Jumapili tutakuwa tukijibu maswali yanayohusiana na elimu ambao watu wanakutana nayo huko. Hata hayo mitandao kuhusiana na somo. Yale ni out of topic. Hastaki hapo utakujibu wewe mwenyewe. Namba 07 zikaandika hata kwenye mtandao wako. Fundisha kwa vitendo. Sio unatawanyika hapo. Yule mtumishi yule alifundisha somo zuri, ni samani ungemuuliza lakini simpasi nisafanyaje mimi? 0767 71 30 73. Wengine watapiga simu watauliza shule nzuri na nini na nini. Kwa hiyo kwa sababu pia wewe sikumaliza kutambulisha.
Kwa sababu pia mimi waidheni ni mchungaji. Labda unaona hivi wewe sio mchungaji. Waidheni ni mchungaji. Japo sio mchungaji kiongozi, mchungaji msaidizi, lakini mchungaji ni mchungaji. Kwa hiyo nazungumza hivi pia kwa ubaba. Siwezi ngoja nikwambie Isa. Siwezi nije mkwao siji huku Iringa. Msema yule kijana si alikuwa anataka namba za sera. Mimi nikutaka wewe. Acha masala. Wewe soma chuo miaka niko mwaka wangu wa 6 wewe. Kama kufa singekuwa ishakufa zamani. Ushajitoa sadaka. Ukijichanganya na mshinje. Wala hofu mimi baki hapa. Ndio. Kwa hiyo tunaendelea somo. Asali hasi za utandawazi. Asali hasi za utandawazi. Tumalizie somo muda usikaisha hapa hapo. Watu wakaambia yule mtumishi akituchinja tu. Kwa hiyo tuingie kwenye athari chanya za utandawazi katika elimu yetu sasa. Tuanzie hasi, tuanzie chanya. Hasi, tunaanza hasi. Ili tukija chanya tunaenda vizuri. Athari hasi za utandawazi katika elimu. Athari hasi za utandawazi katika elimu. Tunasema kwanza kukosa uwezo wa kudadavua na kujiuliza maswali mengi. Kukosa uwezo wa kudadavua, kuchambua vitu, kuanalyze vitu, kuanalyze mazingira, kuanalyze point. Huo uwezo unaanza kukosekana. Kwa sababu watu mitandao ni mizuri. Wewe ni Google, tunapo ChatGPT, lakini